wakazi wa Kitui, hatuja kuja hapa kuwaibia mashamba yenu, hatuja kuja hapa kuwatoa kwa dini zenu. Ndiyo, dini zenu ni nzuri. Una father without a mother mzuri, una padri ambaye ameoa mpaka uzuri wake unauona, anaongoza ibada kwa utaratibu, anakuombea kwa maombi ya kitabu. Ukimwita nyumbani aje kufanyia ibada, anakuja na kitabu chake cha maombi. Ni vizuri, lakini hiyo dini ni njia tu ambayo usipoachana na hiyo njia hakuna mbingu utaingia. Tumekuja kuambia kwamba maandiko yanasema Yesu Kristo ndiye njia, kweli na uzima. Sio dini, sio dhehebu. Hata hii dini yetu ya Calvary Worship Center, hata hili kanisa letu la Calvary Worship Center, usijivunie, maana hilo alikupeleki mbinguni. Mbinguni unaenda kwa imani yako, ushirika wako na Mungu, mahusiano yako na Mungu. Unaweza kuwa kwa kanisa kubwa kama lile la Ezekiel, lakini ukakosa mbingu. Unaweza ukawa kwa kanisa kubwa kama lile la Bishop Lai na mbingu ukaikosa. Unaweza ukawa kanisa kubwa kama yale mengine mnayajua, lakini kwa nini utakosa mbingu wakati upo kwa kanisa ambalo linajulikana na wengine wameingia mbinguni na wewe hujaingia? Sababu ni ushirika wako na Mungu, uhusiano wako na Mungu. Kwa hivyo tumekuja hapa kukurejesha, kukukumbusha ya kwamba unahitaji kutengeza mambo sawa na Mungu. Kama vile unatengeza mambo sawa wakati uzee unaingia, unatengeza mambo, unaenda bara, unajenga nyumba nzuri kabla uritae, unawekeza ili kwamba ukiritaya uwe na mahali pa kujistiri. Hivyo njiani, hivyo katika dunia hii sote tuwapitaji, na kuna mahali tunaenda, na hapo mahali tunaenda tunatengeza tukiwa hapa. Amina. Tunatengeza tukiwa hapa. Usidanganywe na mchungaji wako wakati yetu umekufa, anakuja anakuambia maji matakatifu haya, anakurushia kwa jeneza lako. Unafanyiwa ibada ndefu, ambayo hiyo ibada ndefu haibadilishi hukumu yako. Ibada inaanza saa 2 na inaisha jioni. Tunakuzika wakati jua linaporomoka huko, lakini hiyo haitazuia wewe kuenda mahali ulipojichagulia ukiwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nataka nisome neno la Mungu niwaombee kwa ufupi, halafu niombee watu. Fungua Biblia yako nami katika kitabu cha Mwanzo 19 mstari wa 16. Genesis 19 verse 16. Maandiko yanasema akakawia na wale watu wakamshika mkono, na mkono wa mkewe na mkono wa binti zake wawili, kwa jinsi Bwana alivyomhurumia, wakamtoa wakamweka nje ya mji. Wakamtoa wakamweka nje ya mji. Ambia jirani yako, toka nje ya mji. Toka nje ya mji. Mwambie jirani yako mwingine, toka nje ya mji. Toka nje ya mji. Ongea na mwingine kama huyo amekataa kutoka. Ongelesha mwingine, mwambie wacha kukawia kawia. Wacha kukawia kawia. Toka nje ya mji. Toka nje ya mji. Masaa tunayoishi na siku tunazoishi ni siku za mwisho. Nyakati
tunazoishi ni nyakati ambazo zilitabiriwa na manabii ambao ni wa Agano la Kale walitabiri siku hizi. Watume ambao ni wa Agano Jipya, mitume, walitabiri siku hizi, na wengine wao walitabiri na wakatamani kuishi siku hizi, kuona maneno ya kitabu cha Mungu, Biblia, yakifunuliwa, lakini hayakufunuliwa kwao. Heri sisi ambao tuko katika nyakati hizi ambazo kila neno la kiunabii ambalo lilinenwa kwa maandiko linatimia. Leo tunaishi siku ambazo uovu umeongezeka. Leo tunaishi siku ambazo dini inatawala. Leo tunaishi siku ambazo watu wamekompromise na imani zao. Leo tunaishi siku ambazo wachungaji wamekompromise. Leo tunaishi siku ambazo wachungaji hawaamini tena Mungu. Nguvu wanazotumia kutoka kwa madhabahu zao si nguvu zinatokana na Mungu. Ndizo hizo siku ambazo maandiko anasema anaja upesi, niko mlangoni, nabisha kumlipa kila mtu kulingana na ujira wake. Hizo ndizo siku tunaishi. Mahali tumesoma maandiko ni habari za mji mmoja, miji miwili kwa jina Sodoma na Gomora. Mji huo ulikuwa ni mji ambao ulikuwa na machukizo. Mji huo ulikuwa ni mji ambao na machukizo. Mji huo ulikuwa ni mji ambao na dhambi nyingi. Mji huo ambao ulitumaita Sodoma na Gomora ulikuwa ni mji ambao wamemwasi Mungu kwa matendo yao, kwa mavazi yao, wamemwasi Mungu. Dhambi ambazo zilikuwa zikifanywa Sodoma na Gomora ni kama hizi zinafanyika sasa. Wewe mlevi, usijipige kifua ukisema wewe ndio wa kwanza kulewa kwenu. Kile unafanya babu yako alifanya. Wewe kahaba, kile unafanya ni marudio. Hakuna dhambi mpya. Dhambi zote ni za long years ago. Hakuna dhambi mpya. Usituangaishe, usitutishie. Tembea uchi. Kuna waliotembea uchi wakafa, na walipokufa hatukuwazika uchi, tukawazika na nguo. Hata we tembea, siku ukifa hatutakuzika uchi, tutakuzika na nguo. Angaisha watu, ibia watu, dhulumu mayatima, dhulumu wajane. Lakini iko siku ambayo inakuja, ambayo hiyo siku kila mmoja atasimama katika kiti cha hukumu wa Mungu. Maandiko anasema miji ya Sodoma na Gomora ilikuwa imewekewa kuharibiwa na Mungu kwa sababu ya machukizo yake. Hizi dhambi mnafanya leo hamwazi nyinyi. Ushoga mnafanya leo, unatamani mume badala utamani mwanamke. Wewe mwanamke unatamani mwanamume mwenzako. Wewe msagaji unatamani mwanamke mwenzako. Haikuanza hapa. Kutoka kwa maandiko ambayo tumesoma, huyo Lutu wakati mmoja jioni, wageni wawili malaika wakamtembelea katika boma lake, akawakaribisha ndani. Alipowakaribisha ndani, usiku ulipofika, watu wa mji wakafuata huyo Lutu, wakamwambia, tumeona watu wawili wamekuja kwako, tunaomba uwatoe hapa nje ili tuwajue. Sio ili wajuane majina, ili wafanye zinaa na wao. Lutu akaanza kubembeleza watu. Lutu akawaambia, mimi ni baba, niko na binti zangu hapa wawili ambao hawajui mume. Heri ni wapeao kuliko unajisi hawa watu wa Mungu. Wakasema, hatutaki, tunawataka hao. Hizo ndizo siku ambazo tunaishi. Watu hawataki wanaume wao. Watu hawataki, hawana hisia kwa wanaume, wana hisia kwa wanawake wenzao. Mambo ambayo tulikuwa tukihadithiwa kama historia,
kama hekaya za Abunuwasi. Leo hii tunaziona hizo siku nikikua, tulikuwa tunaambiwa kuna madhehebu ya madevil worshiper, lakini huwezi ukaiona mahali. Siku tulikuwa tunakuwa, tulikuwa tunaambiwa kuna watu ambao ni madevil worshiper, lakini ulikuwa hauna individual. Unaweza ukapenda ukasema huyu ni Illuminati, huyu anaabudu shetani, lakini siku za sasa kuna